Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Napenda kuchukua wakati huu na saa hii kukaribisha katika mwendelezo wa kipindi chetu cha tafakari ya maandiko, na leo tunatazama kidogo kitabu kile cha waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 19. Waraka wa Mtume Paulo wa pili kwa Wakorinto sura ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 19. Kabla tunaenda kufanya tafakari yetu, hebu tuombe kwanza. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa uweza wako, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye anasikiliza na kuangalia na kutazama. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, akapate kufungua fahamu zake na uelewa wake, akapate kuelewa maandiko sasa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu naomba nikiamini utatenda. Amen, 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 amen. Na kufurahia sana mtu wa Mungu. Sasa natamani tupite tukatazame kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Na hili andiko la waraka wa Mtume Paulo wa pili kwa Wakorinto sura ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 19. Maandiko yanasema hivi kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. 19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Okay. Mstari wa 17 unasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, sasa amekuwa mapya. Mstari huu unathibitisha ya kwamba mtu aliyempokea Yesu lazima kuwe na badiliko katika maisha yake. Labda niseme hivi, unakuta labda mtu kabla ya kumpokea Yesu alikuwa ni mlevi, labda alikuwa na njia nyingine ambazo sio nzuri, hazimpendezi Mungu. Akishampokea Yesu anabadilishwa, anakuwa kiumbe kipya. Maana yake anaenenda katika mwenendo wa kumpendeza nani? Kumpendeza Mungu. Kwa sababu ujio wa Yesu duniani sawasawa na kitabu kile cha Yohana 3:16 kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana ya kwamba tukisoma tunaona kwamba ujio wa Yesu kuja ulimwenguni ni kwa ajili ya kutukomboa, kututoa katika uharibifu, katika dhambi, na kutupeleka katika mikono ya Mungu ili tuishi maisha ya haki, maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye yuko ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mpendwa, ni wakati wa wewe kujitafakari. Sasa je, unasema umempokea Yesu, maisha yako yakoje? Maisha yako yakoje kabla ya kuokoka na hata sasa baada ya kuokoka? Je, kabla ya kuokoka yawezekana ulikuwa na mienendo kwa kweli si mizuri sana. Je, baada ya kuokoka umemruhusu Yesu aingie moyoni akuchonge na kukutengeneza? Umemruhusu Yesu akuimarishe kwa upya? Umemruhusu Yesu akufinyange? Umemruhusu Yesu akufanye kuwa chombo kipya? Sema, shida ya wengi ni pale ambapo tunaingia katika wokovu alafu tunaanza kuzitegemea akili zetu wenyewe, tunaanza kuifatisha namna ya dunia hii, sawasawa na kile kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2 ambapo maandiko yanatuonya ya kwamba tusifatishe namna ya ulimwengu, bali tugeuzwe kwa kufanywa upya ili tujue ni yapi yaliyo mapenzi ya Mungu. Lakini pia shida nyingine ni mtu kutaka kuishi maisha ya uhuru pasipo kujua kwamba uhuru wa Kristo ni kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Lakini anasema pia vyote hivi vinatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake, si kwa upatanisho mwingine bali ni kwa upatanisho wa Kristo. Maana yake Kristo, kusema tunamwamini, tumekuwa ndani ya Kristo, maana yake ni lengo turudishwe katika msingi wa kumpendeza Mungu, turudishwe katika matendo ya kumpendeza Mungu, tutoke katika uharibifu, tutoke katika tabia zisizofaa. Na hii haiji kwa akili zetu, haiji kwa uelewa wetu, ila inakuja kwa msaada wa Kristo aliyetufia pale msalabani. Ndugu mpendwa ambaye unanisikiliza, yamkini umeokoka lakini bado kuna mambo yanakutesa. Shida siyo Yesu, shida ni wewe mwenyewe.
kwa sababu Yesu anasema, njoni kwangu msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo huo mzigo wako ambao unao, nimesema mwanzoni, yamkini unajitumainia kwa nguvu zako, ila hujampa Yesu nafasi akukomboe na kukutoa katika uharibifu. Hebu amua leo kumpa Yesu maisha yako kwa uaminifu kabisa. Amua leo kumkabidhi Yesu katika moyo wako. Lakini pia mwingine, yawezekana hujaokoka, chukua nafasi basi kumpokea Yesu. Yesu amekuja kwa ajili yangu, amekuja kwa ajili yako. Hivyo kama utatamani sana kumpokea Yesu, unaweza kunitafuta kwa namba ya simu ambayo ni 0692180888, nami nitakuongoza sala ya toba. Kwa hiyo lengo kuu la somo hili ni kutafakarisha kwamba wewe ni nani ndani ya Yesu Kristo. Wewe ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, tabia za kale kabla ya wokovu zimepita. Sasa wewe ni kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Hivyo ya kupasa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, ya kupasa kuishi maisha ambayo yapo ndani ya kusubira Mungu. Kwa nguvu za Mungu naamini unaweza, kwa msaada wa Mungu naamini unaweza, wala usijikatie tamaa. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akusaidie. Ulikuwa nami Mwalimu Eric Aristide. Ninaamini umejifunza kitu kikubwa sana. Mungu akubariki sana sana sana. Tukutane tena wakati mwingine katika tafakari ya neno. Bye bye.